Bwana Yesu asifiwe. Wakati huu na wakati mzuri na mbele yenu ni mtumishi wa Mungu Sara J. Tando. Wakati huu natamani tujifunze neno la Mungu linaloongea kwa habari ya kumngojea Bwana. Neno la Mungu katika Zaburi ya 27 ule mstari wa 14 nasema, mngojee Bwana uwe hodari, upige moyo konde, naam umngojee Bwana. Kumngojea Bwana si kitu chepesi, na kumngojea Bwana ni kitu cha muhimu. Kwa hiyo tukijua ni kitu cha muhimu, lazima tutatafuta kujua kanuni gani inaweza katusaidia kuweza kumngojea Bwana. Natamani tuione kanuni moja tu ambayo inaweza kutusaidia kumngojea Bwana. Ukiangalia katika kile kitabu cha Maombolezo 3 mstari ule wa 26 inasema kwamba ni vema mtu autarajie wokovu wa Bwana na kumngojea kwa utulivu. Tunaona kanuni ambayo inaweza kutusaidia kumngojea Bwana ni utulivu. Utulivu pekee ndio unaweza kukusababisha ukaweza ukamngoja Bwana. Kama hauna utulivu ndani yako, hautaweza kumngoja Bwana. Maana katika kumngoja Bwana kuna mambo mengi yatatokea mbele yako. Ziko changamoto nyingi zitatokea, viko vipingamizi vitatokea, yako majaribu yatatokea. Kwa hiyo kama hauna utulivu, hauwezi kumngojea Bwana. Kwa hiyo tunaona kanuni pekee inaweza kutusaidia kumngoja Bwana ni kuwa na utulivu ndani ya mioyo yetu. Unapokuwa na utulivu ndani ya moyo wako utakusaidia kumngoja Bwana. Na katika kumngoja Bwana ndiko kunako mafanikio ya mtu, matarajio ya mtu yako ndani ya kumngoja Bwana. Huwezi kupokea majibu ya maombi yako kama hauna namna kumngoja Bwana. Kumngoja Bwana ni hali ya kuwa na subira na uvumilivu ndani yake. Kwa hiyo uvumilivu na subira lazima kuwe na utulivu ndio unaosaidia wewe kuweza kumngoja Bwana. Hakuna namna unaweza kumngoja Bwana kama hauna utulivu. Kwa hiyo jenga utulivu ndani ya moyo wako ndio unaweza kuwa na hali ya subira, hali ya kumngoja Bwana. Na kumngoja Bwana ndio mafanikio yako katika kumngoja Bwana. Hata kama unaweza kuomba vipi, unaweza kufunga vipi, kama hauna subira ndani yako katika kumngoja Bwana, hauwezi kupokea majibu ya maombi yako. Maana kufunga na kuomba ni kitu kingine na kumngoja Bwana ni kitu kingine. Kwa hiyo lazima tujenge hali ya utulivu ili tuweze kutunza uvumilivu na ile hali ya subira. Lazima tusubiri katika kumngoja Bwana. Lazima tukae katika uvumilivu, katika utulivu. Utulivu, na shetani anajua kwamba unapokuwa na utulivu unaweza kumngoja Bwana. Kwa anaweza kainua vitu vingi vya kukusumbua, anaweza kainua mateso kwa ajili ya kukusumbua, kuinua dhiki, adha na shida kwa ajili ya kukusumbua ili ushindwe kumngoja Bwana. Lakini ukijua siri hii kwamba unahitaji kuwa na utulivu, hata makelele yaje, mawimbi, ngurumo na radi zije, unaweza kustahimili kwa sababu unajua anachokitafuta shetani kukuondolea ule utulivu. Hata Elia alipokuwa katika lile pango, aliposikia radi, aliposikia ngurumo, aliposikia kelele nyingi hakutoka. Lakini aliposikia sauti ya utulivu, akajua ndio Mungu. Kwa hiyo kuonesha Mungu anakaa katika utulivu. Jenga utulivu ndani ya moyo wako ili uweze kumngoja Bwana katika yale mahitaji unayohitaji. Yako mambo mengi unahitaji kwa habari ya familia, kwa habari ya huduma, kwa habari ya biashara, kwa habari ya kazi yako, kwa habari ya elimu yako. Mwambie Mungu akupe utulivu na Mungu akubariki.